Kwa hiyo tunasema kiongozi ni mtu anayejua njia, anayefuata njia na kuonyesha njia kwa watu wengine. Kutokana na kauli hiyo tunapata sifa zingine 3 za kiongozi bora, ambazo tukijumlisha na zile 7 ambazo tumekwisha kujifunza tunatimiza sifa 10 za kiongozi bora. Sifa ya kwanza tunasema kiongozi ni lazima aijue njia, ajue kule anakowapeleka watu. Kabla hujawaongoza watu, ni lazima ujiulize unawaongoza watu kuwapeleka wapi. Kabla hujatamani kuwa kiongozi wa watu wengine, kabla hujatamani nafasi fulani ya kiuongozi, ni muhimu sana kujiuliza swali hili: hivi ninataka kuwaongoza hawa watu wa Mungu kuwapeleka wapi? Kwa lugha nyingine ni kusema kuwa kiongozi ni lazima uwe na maono ya wazi, ujue kule unakowapeleka watu, maana ujue njia ya kuwafikisha huko ambako watu wanatamani kufika. Bwana Yesu alikuwa anaijua njia na alikuwa na maono ya wazi kabisa. Watu walikuwa na tamani na matamanio ya kufika mbinguni, ya kufika kwa Baba, lakini Yesu akawaambia yeye ana uwezo wa kuwafikisha huko, na ndio maana watu walimfuata. Kabla ya Yesu ya kuambia watu nifuateni mimi, kwanza alijua njia. Ukisoma katika kitabu cha Yohana Injili sura ya 14 na ule mstari wa 6, utaona maneno haya. Yesu anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Manake Yesu alikuwa anaijua njia. Kwa lugha rahisi kabisa ya kiuongozi tunasema alikuwa kiongozi mwenye maono, au Yesu alikuwa kiongozi anayejua njia. Sifa ya pili ya kiongozi tunasema kiongozi ni lazima aifuate njia, kwa maana ya kwamba akisema tunaelekea mashariki, basi yeye awe wa kwanza kugeuka na kuelekea mashariki. Akisema tunatoa mchango kwa ajili ya jambo fulani, basi awe wa kwanza kutoa mchango huo. Akihamasisha watu kufanya jambo fulani, basi yeye awe wa kwanza kuhamasika kutoa mfano. Akisema wananchi, kesho inatakiwa tukachimbe msingi wa kujenga darasa la wanafunzi wa awali, basi asubuhi na mapema inatakiwa tumkute kiongozi akiwa tayari na jembe na ameanza kuchimba msingi. Hiyo ni sifa muhimu sana ya kiongozi, kwamba kiongozi ni lazima aifuate njia. Kiongozi ni lazima aishi anachokisema, abadilishe maneno na kuwa vitendo. Na kwa lugha ya kiongozi tunasema kiongozi ni lazima aifuate njia. Lakini sifa ya 3 ambayo kijumlisha na ile tunaweza tukasema hii ni sifa ya 10, tunasema kiongozi ni lazima aonyeshe njia kwa watu wengine. Kiongozi anapaswa awasaidie wengine kukua, awasaidie walio chini yake, awaandae kuwa viongozi bora wa siku zijazo. Mafanikio ya kiongozi yanapimwa na aina ya watu aliowasaidia kukua, aina ya watu aliowasaidia kuwa viongozi kama yeye. Kwa hiyo kiongozi ni lazima aonyeshe njia, kwa maana ya kuwaonyesha watu mbinu alizopitia, kwa maana ya kuwafundisha watu namna ya kuvua samaki na sio tu kuwapatia samaki. Kwa hiyo kiongozi mzuri ni yule ambaye anawalea walio chini yake, anawakuza walio chini yake ili kuwa viongozi bora wa baadaye.
Kwa hiyo tunasema kiongozi ni mtu anayejua njia, anaifuata njia na kuonyesha njia kwa watu wengine. Moja, kiongozi lazima ajue njia. Mbili, kiongozi ni lazima ifuate njia. Na tatu, kiongozi ni lazima aonyeshe njia kwa watu wengine. Jambo la mwisho ambalo ninatamani na ni la muhimu sana kwa vijana kulifahamu